Watoto wengi hufa kabla ya kuzaliwa, yani wakiwa tumboni, na wengine hufa muda mfupi tu mara baada ya kuzaliwa. Je, ulishawahi kujiuliza labda kisayansi sababu ni nini inayopelekea watoto wengi kufa wakiwa tumboni na wengine kufa tu mara baada ya kuzaliwa? Sasa kuyafahamu haya yote, hakikisha umenifollow kwenye akaunti yangu ya Facebook, umenifollow Instagram, umenifollow TikTok na umesubscribe kwenye akaunti yangu ya YouTube ili kuwa wa kwanza kuweza kupata habari nzuri kama hizi kwa lugha yako ya Kiswahili. Sasa twende kwenye mada yetu ambayo inazungumzia watoto kufa kabla ya kuzaliwa wakiwa tumboni na wengine kufa mara baada tu ya kuzaliwa. Sababu zipo nyingi, lakini nitazungumzia sababu kuu moja ambayo inapelekea vifo vya watoto muda mfupi tu mara baada ya kuzaliwa ama kabla ya kuzaliwa wakiwa tumboni. Sasa ikitokea mama mjamzito ambaye amebeba ujauzito akawa group lake la damu ni negative ama has, kwamba A negative, A has, B has, ama O has ama AB has, amebeba mtoto ambaye group lake la damu ni chanya, A positive ambaye ni A positive ama A chanya, B chanya, au ma AB chanya ama O chanya. Ikitokea kitu kama hiki, mama ana has, mtoto aliyoko tumboni yeye ana chanya. Akatokea huyu mtoto ambaye yupo tumboni yeye, maana yake kwa kuwa na positive, maana yake amebeba rhesus antigen ama rhesus factor. Na huyu mama mwenye grupu ambalo ni has, yeye hana rhesus antigen, badala yake yeye anakuwa anazalisha antibodies ambazo zinaitwa rhesus antibodies. Hizi ni antibody ambazo zinaenda kupambana na rhesus antigen. Kwa hiyo ikitokea mama amebeba ujauzito ambao mtoto ana grupu la damu chanya na grupu lake la damu ni has, huyu mama atazalisha antibodies ambazo zinaitwa anti-rhesus, zitaenda kushambulia zile rhesus antigen ambazo anazo yule mtoto. Sasa kwa mtoto wa kwanza anaweza akazaliwa pasi na kupata shida yoyote, kwa sababu zile antibodies zilizozalishwa na mama bado ziko chache. Lakini tatizo litajitokeza kuanzia mimba ya pili na kuendelea. Tatizo litajitokeza vipi? Kwa kuwa mimba ya pili zile antibody zishazalishwa kwa kiasi kikubwa. Kwa hiyo ikiingia tu ile mimba na ule mtoto akawa na grupu la damu ni positive, zile antibodies ambazo mama alishazizalisha ambazo zinaitwa anti-rhesus zitaanza kushambulia zile rhesus antigen za yule mtoto na kupelekea uharibifu wa zile seli, red blood cells za huyu mtoto, na kupelekea aidha huyu mtoto kufa kabla ya kuzaliwa ama tu mara baada ya kuzaliwa. Kwa hiyo watu ambao wanapoteza watoto wao wakiwa wachanga muda mfupi baada tu ya kuzaliwa ama mimba zao watoto wanakufa kabla ya kuzaliwa, please msiende kwa waganga. Cha kufanya ni nini? Cha kufanya, wewe mama, nenda hospitali na mumeo mkapime magrupu yenu ya damu kwanza, tuangalie je, magrupu yenu ya damu yapoje, kwa sababu kubwa inayopelekea watoto kufa ni magrupu ya damu. So kabla ya kwenda kwa waganga, watu kwenda kufahamu, lakini mjue sababu kubwa ambayo inasababisha hivi vifo ni haya magrupu ya damu. Kwa hiyo hakikisha umepima grupu lako la damu wewe na mumeo, ili kujua je, watoto mtakao wazaa wanaweza kuwa affected na magrupu yenu ya damu ama hawatokuwa affected na magrupu yenu ya damu.